ila ni private. Okay. Kwa hiyo baba tuwapishe? Mara moja tu. Habari, leo niko mbele yenu hapa mashabiki wote wa Dunia. Tumekuja na kitu kimoja kinaitwa Dunia TV. Hiyo application utaipata ukiingia kwenye link kwenye hii video yangu hapa chini, itakupeleka moja kwa moja, utaenda kudownload app yako. Na utalipia shilingi 3,000 tu za Kitanzania jamani. Hii itakufanya upate episodi za mwezi mzima bila shida yoyote ile. Jamani, tunaombeni sana support yenu. Sisi kama vijana tunatakiwa tufike mbali zaidi, na bila nyinyi sisi hatuwezi. Sambaza upendo wa Dunia kwa 3,000. Napenda dunia tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Ulijisikiaje kwanza kwa mara ya kwanza baada ya kupigiwa simu kwamba umeshinda gari aina ya Toyota ST kutoka PMbet? Kwanza nililala bila kula na nililala bila kuoga pia. Nikiwaza ni kweli hili jambo ni la kweli, kitu nimeamini mimi ni kweli. Mimi mwenyewe nilijua ni mchongo wanapeana watu, lakini fikiria kutoka Dar es Salaam mpaka Igunga huko. Kama ambavyo alipatikana bana Mohamed Jafari, basi na wewe unaweza kupatikana hivyo hivyo. Sehemu ni moja tu, www.pmbet.co.tz. Nini? Mama, nimeumbuka. Uwe. Una shida gani lakini si useme sasa? Mama, nisikilize. Umeona wanakuja pale? Yule mmoja ndio yule bodaboda ambaye nilikwambia nilishai kutembea naye. Na yule mwingine nilishai kudate naye mama. Na nilikwambia wamefuata nini sijui. Wamekuja kufanya nini sijui. Wanataka kuongea nini na manyanya? Mimi sijui. Tulia. Sawa. Hebu kwanza niambie. Ulishawahi kumwambia kwamba una ujauzito? Au labda ulishawahi kuropoka kwa mtu yoyote kwamba una ujauzito? Mama, mimi naanzaje kumwambia kitu kama hicho? Hakuna mtu yoyote ambaye anajua kwamba nilishawahi kuwa na ujauzito pale. Hakuna. Sasa kinachonitia hofu, wamekuja kufanya nini sijui. Na kwa nini asema anataka kuongea na manyanya private mama? Yesu. Mama uwe. Mama, mimi sijui na mkosi, sijui. Yaani nikifurahi siku mbili kwenye ndoa yangu siku ya 3. Sijakaa vizuri, hata sijacheka vizuri leo. Mambo yameharibika mama, nimezalili. Mimi sijui. Nimekwisha. Mama, nimekwisha. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja niache bana wewe. Kwa wewe wote kunipa pesa yako bila kunilala? Ni aina gani ya mapenzi haya? Wewe ni mwanaume gani? Yaani kila nikitaka pesa kwako lazima ulale na mimi ndo nipatie pesa. Sio maisha kabisa. Mimi nimechoka hayo maisha. Latifa, mimi na wewe tuna miaka 2 kwenye mahusiano yetu. Lakini hebu kumbuka, toka umeingia mwaka huu, mimi na wewe tumekutana mara ngapi? Mimi nimechagua sehemu yangu ya utulivu ni kwako. Lakini ninapokuja hapa tena unaniongezea stress kichwani. Maana yake nini Latifa? Uone kama unaninyanyasa? Kwani wewe una mke? Hiyo haijalishi, hata kama na mke. Nimechagua hapa ni sehemu ya kupumzika, na ndio maana nikakupangishia nyumba mimi, nikakununulia gari, kila kitu nikakuwekea mpango wako ikawa safi kabisa kwa ajili hiyo. Wewe ni sehemu yangu mimi ya kupumzika hapa. Nisikize. Mimi sipendi mapenzi. Sipendi kufanya. Kwa kama siko nikijisikia nitakupa. Na kama unataka kunisaidia nisaidie, na kama utaki basi. Kumbe wewe ni mpumbavu Tena mshenzi kabisa. Unaniona mimi sina akili au vipi? Nahangaika huko kwa ajili yako. Nimekununulia gari, nimekupangishia nyumba, maisha yako na yaendesha, lakini bado unielewi. Nisikilize wewe mshenzi wewe. Wewe. Sasa nasema hivi, kama ni ile pesa, mimi nilikuja nayo. Pesa hiyo umeiona? Lakini sikupi kwa ajili ya upumbavu wako.
Mpumbavu mkubwa. Mimi naondoka. Na hii kodi na kuthibitishia utalipa mwenyewe safari hii. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa dunia. Ino dunia. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Ino dunia. Samahani mume wangu, mimi sijamwambia chochote. Kwanza nashangaa hapa amefikaje, amejuaje? Mimi sijamwambia chochote. Yaani kuna muda mpaka nashangaa kwa nini sisi tuko sawa hata wiki iishi, basi kuna vitu vingine vinaingia. Nisamehe mume wangu, mimi sijui chochote na sijamwambia chochote yani. Nisamehe maneno. Wewe unazungumzia nini? Ni kuhusu huyu mgeni aliyokuja hapa? Kwa sababu kilichomleta hapa ni anahitaji msaada wa kisheria. Kuna baadhi ya mambo yake ambayo yanamsumbua, kwa hiyo kuna namna anahitaji mimi niyasimamie ili aweze kupata haki zake. Kwani mnafahamiana? Okay. Kuna kitu gani sasa ambacho kinakufanya mpaka uniombe msamaha kati yenu? Hamna kitu sweetheart. Hamna kitu. Violet, nisikilize vizuri. Sawa, mimi nimeisoma vizuri mno psychology na ielewa. Kwa namuelewa mtu ambaye yuko sawa na mtu ambaye hayuko sawa. Kwa hali yako tu tangu nilivyoingia mpaka hapa saizi unavyojitetea, unaonekana kabisa hauko sawa. Kuna nini kati yako na huyu mgeni aliyokuja hapa? Hamna kitu sweetheart. Hamna kitu. Hamna kitu. Oya, usinilazimishe sasa nianze kuchokoza hasira nyingine tuanze kugombana saizi. Tulikuwa tumeshatulia. Kuna nini kinaendelea kati yenu? Babe, ngoja. Yaani kwa hivi, yule kaka mimi nimemjua, alinikopesha hela. Alishawahi kunikopesha hela kule kazini. Sasa alipokuja hapa nimeshtuka kwa sababu sikumalizia deni lake. Alafu nikawa nashangaa amepajuaje na kwa nini amekuja kwako? Au anataka akwambie wewe? Alafu mimi nilikuwa sijakushirikisha babe kwa sababu kuna kipindi hivi nilikuwa nimeishiwa kabisa, kwa hiyo nikaomba nikamkopa hela kwake, kaniazima. Nikampa nusu, nyingine sijamalizia. Sasa nikawa nimeshangaa kwa jigani amekuja nyumbani. Hivyo hamna kitu kingine. Alafu huyo ndo biashara zake, huwa anakopeshaga, anawasaidia akina mama wengi tu.
Are you sure huyu jamaa anahusika na masuala ya kukopesha? Kweli sweetheart. Sasa kwa nini nikuongopea jamani? Mimi alinikopesha tu hela. Sawa. Unataka kumlipa, usimlipe mimi. Sawa. Halo, Nizo. Ndio kiongozi. Samahani mara moja ndugu yangu, kuna taarifa muhimu ambazo sijazichukua bado kutoka kwako. Mara nyingi wanazitumiaga kwa ajili ya kufanya upelelezi wangu na kuandaa faili kwa ajili ya kurahisisha kazi. Ndio. Unafanya shughuli gani saa hizi? Mimi nakata tiketi airport. Tiketi eh? Ndio kiongozi, ndio shughuli zangu hizo. Na ulishawahi kuhusika na mambo ya kukopesha pesa labda kwa wakina mama ama watu wote? Hapana. Hizo sio biashara zangu. Okay. Na kuna mtu yote ambaye ushawahi kumkopesha hela labda kwa makubaliano hata kulipa? Hapana kwa kweli. Sawa, asante. Haya kiongozi. Yaani ni kweli kabisa ulivyosema daktari, na maneno yako naanza kuyaamini. Yaani kwa jinsi ulivyonielezea kitaalamu, hii pressure. Sababu hata ile siku, yaani mazingira jinsi yalivyotokea, hata mimi mpaka sasa hivi inanichanganya kabisa. Yaani nashindwa kabisa kuelewa. Unajua, yaani ilitokea ghafla. Mara naona mtu kama kaishiwa nguvu, ameenda kuanguka, ndio unaona mpaka sasa hivi ipo kwenye mazingira hayo. Na alishawahi kuwa na tatizo kama hili huko nyuma? Nani, mke wangu? Hapana. Na alishapokea labda taarifa mbaya, labda ikampelekea mshtuko na hali kama hiyo? Kwa siku ile? Hakuna taarifa yote mbaya aliyopata. Kwa sababu kwanza muda wote niko naye mimi mwenyewe. Hakuna taarifa yoyote. Na kugombana na mtu yoyote yule, labda ikampelekea mpaka kuwa na hasira kali? Swala la hasira, mke wangu anaga kabisa masuala ya hasira. Ni mtu wa pekee kabisa. Hana kabisa hasira mke wangu. Okay. Nimempa huduma ya kwanza na naona anaendelea vizuri. Ndio. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni kuwa karibu na yeye. Atakapoondoka hapa akienda nyumbani, muwe karibu na yeye. Na asipate tena hasira wala chochote cha kumbuguzi moyo wake. Ameamka. Wewe, umefuata nini humu? Taratibu mke wangu. Nani mke wako? Muuaji mkubwa wewe. Dokta, mimi simjui mwanaume. Taratibu, si unaona hali yako jinsi ilivyo? Toka nje Mteme! Toka nje! Toka nje! Huyo mke wangu huyo. Ndiyo ni mke wako. Si unajua na tatizo. Na wewe ndio umemsababishia matatizo. Naomba utoke nje. Sasa mimi namwachaje wakati mimi nimekuja hapa kwa ajili yake? Kaka, naomba utoke nje. Kwa muelewa basi. Dada. Moshi Kilimanjaro, na hapa tumemfuata bwana Yusuf Ambari baada ya kupigiwa simu kwamba wewe ndo mshindi wa gari kutoka PMBet. Ulipokeaje hizo taarifa kwanza? Nilipokea kawaida. Ila baada ya kuelekezwa kwamba angalia kwenye leaderboard ya PMBet na kuona kweli ID namba yangu, pale ndo nilipoamini kabisa. Ulifahamu vipi sasa PMBet? PMBet nilifahamu kupitia maduka yao. Tovuti yetu ni pmbet.co.tz. Yaani ukitaka humu ndani leo tuwe na amani, ukitaka humu ndani tuelewane na kulalike vizuri, niambie ukweli, una uhusiano gani na huyu jamaa? Mimi nimekwambia kila kitu.
Mimi simjui. Wewe ni muongo eh? Wewe unajifunza muongo siku hizi, si ndio? Kwamba mimi sasa unanichukulia kama ni mtoto mdogo, unanipindishia maelezo kiasi ambacho unafikiri unaweza ukanikamata kirahisi, si ndio? Manyanya, mimi nimekwambia simfahamu. Inawezekana labda alishanikopesha hela akasahau. Sasa mimi najuaje? Umeshtuka nini? Hamfahamiani, unashtuka nini? Kwa sababu hili alijianzia hapa Violet. Tangu alivyoingia kwa mara ya kwanza nilikuona. Umeshtuka ukasimama na ukuweza kukaa chini mpaka mama alivyokuambia kaa chini ndio ukakaa chini. Nilizani ni kawaida. Lakini naingia ndani bado nakuona unapaparika. Unajieleza maelezo hayaelezeki, unajingatangata, unajishtukia as if kuna kitu ambacho unakificha. Na kuuliza unasema unamjua, unasema alikukopesha. Unampigia simu kumbe sio mtu wa mikopo akopeshi. Unadanganya. Unaficha nini? Mimi sina uhusiano naye wote, labda wewe unavyonifikiria vibaya. Ni vile tu alishawahi kunikopesha na ndo mission zetu zilishia hapo. Baada ya kumpa hela yake nikajua tu ujio wake hapa. Amekuja kufuata hela zake. Sasa mimi namjulia wapi? Nimemwona wapi? Kwa hiyo unanifanya mimi fala sasa, si ndio? Unaona mifala kiasi ambacho unaweza ukanichezesha ukanidanganya unavyotaka, si ndio? Shida unanilazimisha, mimi simfahamu, Manyanya simjui. Ningekuwa namjisi ningemwambia. Yaani leo nitakugonga huko ndani mpaka utasikia kizunguzungu. Nitakugonga mpaka mama yako achanganyikiwe. Na nikuonyesha advertise sasa mbwa wewe. Fanya chochote na usiniambie chochote. Unasema nitakuua kweli mbwa wewe. Sema una uhusiano gani na yule fala? Sema! Wewe michizi nitakuumiza kweli, sema! Una uhusiano gani na yule fala? Nilisha kutembea naye. Habari jamani, leo nimewaletea habari njema kwa wale wafuatiliaji wa Dunia na mashabiki zetu. Habari njema ni kwamba tumewaletea Dunia TV app. Hii itatusaidia kukua kwenye kazi zetu jamani. Kwa hiyo hii hatuwezi kufanikisha bila nyinyi mashabiki zetu, ndugu zetu. Mkituunga mkono basi tunaweza tukafikia target. Cha kufanya, bonyeza hiyo link iliyoko hapo chini. Itakupeleka moja kwa moja kwenda kudownload. Jamani, shilingi 3,000 tu. Unapata episode zote, yani unapata episode za mwezi mzima. Can you imagine guys? Sambaza upendo wa Dunia kwa 3,000. Tetea, nimeoza ndani kwa ndani. Siku ile nakupigia simu na kwambia bwana wewe ndio mshindi wetu bwana wa Toyota IST, ukawa uamini, unauliza ni kweli? Hii bwana ndio ushindi wako wa Royal Sports Toyota IST. Mzigo huu hapa. Yaani mimi najisikia furaha sana kwa ushindi huu. Kwa kweli katika maisha yangu tunaweza kunisaidia sana. Kila baada ya wiki 5 tunatoa magari. Wewe cha kufanya ni kujiregister tu na www.pmbet.co.tz. Aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia.
hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati.